Mgongano wa maslahi una athari kwa maana ya kwamba unasababisha rasilimali za nchi kunufaisha wachache. Au baadhi ya wananchi kukosa haki zao kwa sababu ya upendeleo. Na unaweza ukatengeneza mazingira ya rushwa, kwamba mwananchi anakwenda kutaka huduma, anaambiwa alipe kitu kidogo ili aweze kupata huduma. Sasa hivyo vitu vinawakwaza wananchi. Sasa wanakuwa wanaweza wakakosa imani kuhusu uadilifu wa viongozi na watumishi wa umma, lakini na utaratibu mzima wa kufanya maamuzi serikalini. Sasa udhibiti wa mgongano wa maslahi manake unasaidia kuhakikisha kwamba hivyo vitu ambavyo vinaleta athari kwa wananchi vinaondoka, na kwa maana hiyo wananchi watadumu kwenye imani walionayo kwa viongozi wa umma, lakini na utaratibu mzima wa kufanya maamuzi serikalini. Sawa, wakati hayo yazungumza hapa, Waziri, pengine kama una la mwisho la kuzungumza, hususan kwa kundi rika la vijana ambao wengi wao sasa hivi wanaingia sasa kwenye taasisi za umma kwenda kutekeleza masuala ya msingi na mengi ambayo yanahusu wananchi. Nini ni vipaumbele vya kuvizingatia zaidi, hususan kwenye masuala ya uadilifu na maadili? Kama nilivyoeleza awali, uadilifu hauwahusu tu viongozi wa umma, ila viwango vile vya uadilifu vinatofautiana. Kwa hiyo vijana wanatakiwa kuzingatia maadili yale ya kawaida ya kwenye jamii zetu. Wakiwa hivyo na wakijizoesha hivyo, tutatengeneza utamaduni wa maadili kwenye jamii. Na kukiwa na uthabiti wa maadili kwenye jamii yetu, inasaidia sana kuimarika kwa maadili kwenye sekta ya umma. Na kama ulivyosema, vijana ndio watumishi wa umma na viongozi wa umma wa baadaye. Kwa hiyo kama alikuwa anazingatia yale maadili ya kawaida kwenye jamii, akija kwenye utumishi wa umma akipewa maelekezo ya misingi ya maadili ya kufuatwa, inakuwa ni rahisi kwake kuweza kufuata hiyo misingi ya maadili, kwa sababu tayari kaishajijengea msingi wa uzingatiaji wa maadili toka akiwa mdogo. Kwa hiyo atazingatia ipasavyo ile misingi ya maadili anapoingia kwenye utumishi wa umma. Na wengine kwa mfano wanaingia vijana kwenye nafasi za uongozi. Kwa hiyo ukiwa kiongozi wa umma ni lazima uzingatie ile misingi. Sasa kwa sababu watakuwa wameshajijengea huo utamaduni, itakuwa ni rahisi kwao kuzingatia na kufuata ile misingi ya maadili ya uongozi ambayo imeainishwa kwenye sheria ya maadili ya viongozi wa umma.